the Holy Spirit said, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Barnabas and Saul wamekuwa tu watu ordinary tu hapo. Wako tu hapo tu kama watu wa mkono, wako hapo tu. Lakini hiyo siku akiwa wamefunga na kuomba, Roho wa Mungu akasema, yani katikati ile ibada they have ministered to the Lord. Mbingu zikafunguka, atmosphere ikashuka, ikajaa. Roho wa Mungu akasema, kuna watu wawili hapa wako underutilized. Kuna watu wawili hapa, kuna vitu nimeweka ndani yao ambavyo bado havijaanza kutumika, havijaanza kuchipuza kuonekana. Sasa nitengeeni hao. To be commissioned is to be separated unto the Lord. That is to be commissioned. To be separated unto the Lord. You are separated for God. You are dedicated to God for a divine assignment. Hii ndio characteristics za commissioning. You cannot be commissioned to pursue your own agenda. You cannot be commissioned to follow after your own lusts and your own ambitions. You are commissioned to follow what God has called you for. Can I hear a good amen in this house? Glory to God. Kuna wito wa Mungu juu yako. You're not just a house girl. You're not just a boda rider. You are more than that. You're not just a casual worker. You are more than that. You're not a failure. You're more than that. Wewe si mtu tu kijana unangangana tu na mavitu. You are not defined by where you are now. You're not defined by your struggles, the things you're fighting now. There is someone in you. There is something of God in you. Na hii washa kampi imepangwa ili hiyo kitu ya Mungu ikachipuzwe. Shout aloud amen. Yeah. Wewe si mtu wa mshahara wa 50,000. Hiyo si level yako. Haya, nasema hiyo si level yako. Sasa ni kweli uko hapo ndio uko. Lakini ukiwa hapo ndio sasa mkutano kama inakuja. Mungu anasema kuna mtu yuko level ambayo sitaki abaki hapo. Amekuwa hapo ni kweli na amekuwa mwaminifu hapo ni kweli, lakini kuna level tofauti. Probably even her labors are not recognized. His efforts are not well rewarded. But God that sees hearts of men, I have seen huyu mtu sasa ni majira yake ainuke kiwango kingine. Ndio maana usifanye tu kile kitu kila mtu anafanya. Maana wengine wende ikawa wametoshekea hapo. Wewe ni uko kwa majira yako. Capture the season. Don't worship God like your friend. Don't pray like your friend. No, wewe deal na Mungu kivyako. Oh, no, nobody can love my wife for me. Hapana. Nobody can love God for you. Oh my goodness. Bwana Yesu asifiwe sana. Express your love. Onyeshe Mungu vile unampenda. Usiogope kulala chini ukiabudu. Usiogope kulia kutoa machozi ukiabudu. You are ministering to the Lord. You are stirring up the realms of the spirit. You are pushing into a place ambapo mbingu itaongea kitu kukuhusu. Because God is speaking something about you. Oh my God. Si mtu aseme amen. Hallelujah. Nasema hallelujah. Kando na hiyo addiction ya bangi, kuna mtu ndani yako Mungu, huyu mtu akichipuka hii ingine inakufa. Oh my God. Wewe si mlevi, wewe si mtu wa kurandaranda, hapana. Anaona jamaa kwambia separate. Hiyo ndo separation. Unatengwa na vitu zile ambazo zimekuzuia kuwa kile Mungu anataka uwe. Unatengwa, zinakatwa, zinaondolewa kwako. Hallelujah. Endelea. Verse 3. Then having fasted and prayed and laid hands on them, like we're going to do in this service. Hallelujah. Na lay hand, si lazima usukume mpaka uanguke, hapana. A lay hand, something has come from God through a human vessel into your life. Glory to Jesus. When that is happening, usikade kubande uwe macho tu kuangalia hivi kama CCTV monitoring demon. No.
wewe focus na Mungu. Unajua hapa sasa ni saa yangu ya kupokea. Umesikia neno la Mungu, imani imeumbika ndani yako. Umekuja mbele hapa, unakuja hapa mbele tena unaanza kumisbehave. Focus. Unaona sengine unaenda kuwekelea mtu mkono amekaa hivi ndio sianguke. Si lazima uanguke. Na pia si lazima hata ukikaa hivi na nguvu ya Mungu imekuja. Kwanza hata unaweza kuwa umekaa kwa kiti kaa hapo na ikunyanyue. Na mtu anakuja amejiweka hivi. Wewe hujui Mungu wewe. Mungu hungoa milima. Sio wewe na viatu zako za Crocs. Mungu hungoa milima bro. Ala. Shekeketa. Hallelujah. Hallelujah. When that power of God comes on you and you fall under the power, God is doing something in your life. Maana hata Adam, Mungu alimpiga power akamwambia touch, akaanguka kalala, akatoa mbavu, akampatia ndo huyu wife. Wewe kukauka yako na kukarongumu ndo maana umepararadi mgongo na ulimi. So instead of you opening your heart, unaona hapa acha hii nyangao inataka kunisukuma. Washa! Fire! Moto! Unaweza jishikilia hata na ukuta na bado ungoke na hiyo ukuta. No, learn to be yielded to the Holy Spirit. Learn to be yielded to the Holy Spirit. Glory to God. Angalia, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them. Next verse. Angalia vile Mungu anasema hapo. So, being sent out by the Holy Spirit. Hasemi they were sent out by man. People were used to tell them now go. But in that speaking, it was the Holy Spirit speaking. Like the Holy Ghost is speaking to you now. Being sent out by the Holy Spirit. Ni roho Mungu amewatuma. That is commissioning. To be commissioned is to be sent by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit himself putting you on assignment. Ni yeye anakuambia nenda. Roho wa Mungu mwenyewe. Na roho Mungu akimwambia nenda, huendi peke yako. Unaenda na nguvu zake. Unaenda na uwepo wake. Unaenda na neema yake. Unaenda na hekima yake. Unaenda na kila kitu unachohitaji ili kukamilisha ile assignment. Yesu akasema, as the Father has sent me, so send I you. In the same manner, vile alinituma ndo pia mimi ninawatuma. Even now, God is still sending men.